Namshukuru sana Mwenyezi Mungu jioni ya leo, na pia nawashukuru wote sana ambao wanatufuatilia kwenye channel hii ya YouTube. Nasema baraka za Mungu ziweze kuwa juu yenu. Mungu awabariki sana. Siku ya leo tutakuwa na mada inayosema ya kwamba ni jinsi gani ya kuweza kutoka na kushinda madhabahu ya ukoo ama kutoka kwenye laana ya ukoo. Kuna watu wengi sana wamo makanisani na wanapitia changamoto nyingi sana, na wanaamini changamoto hizo ambazo wanazipitia huenda waliridhi ama kupokea kwa kutoka kwa baba zao au kwa nyanya zao au kwenye ukoo zao. Na kuna watu ambao kwa makanisani na ni maskini kweli, hawana chochote, wanaamini ya kwamba umaskini huu ambao wako nayo ni kwa sababu ya kurithi kutoka kwa baba zao ama kutoka kwenye madhabahu ya kwao. Kwa hivyo watu wengi wanaishi wakiuliza ya kwamba ni jinsi gani ya kuweza kutoka katika jambo hili, kwa sababu kuna watu ambao babu zao walikuwa wachawi, kuna wengine babu zao walikuwa waabudu miungu, kuna wengine babu zao walikuwa washarati, wengine walikuwa na wake wawili, wanawake watatu, na wanajiuliza ni jinsi gani ya kuweza kutoka katika njia hii. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni ameweza kupeana njia ya kuweza kushinda na kuweza kutoka katika laana au damu ya kifamilia au kutoka kwenye madhabahu ya familia. Kwa sababu Mungu ameweza kutupatia njia nzuri, na leo hii tutaweza kujifundisha, na nakaribisha sana kwa sababu tutakuwa na part 1, tutakuwa na part 2, hata ikiwezekana tutakuwa na part 3 Mungu akitujalia. Kwa hivyo mimi ninakuomba sana wewe unawahi usikiliza sana kwa makini, na ukishasikiliza utabarikiwa sana, na kila ambacho unakiamini ya kwamba ni familia na damu ya ukoo inakuandama, ya kwamba kwa jina la Yesu itaweza kutoka na utaweza kuelewa na utakuwa huru na utakuwa umefunguliwa. Kwa hivyo ninakuomba uweze kusikiliza kwa makini. Kama utakuwa na swali yoyote, pia unaweza comment pale chini, unaweza andika swali lako, tutakuwa tayari kuweza kujibu hilo swali. Na kama utakuwa uko na changisho lolote, pia nakukaribisha sana, na Mungu wa mbinguni atakuweza kukubariki. Lakini kabla hatujaanza somo yetu ya siku ya leo, wacha kwanza tupate ombi, alafu tuweze kuanza somo yetu ya siku ya leo. Wacha na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya nafasi ya pekee ambayo umeweza kutujalia siku ya leo, tunapoenda kujifundisha kuepukana na kutoka kwenye laana za kifamilia. Tunaomba Bwana uweze kutujalia, utupe mwelekeo ya kuweza kushinda jambo hili, kupitia kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Tunashukuru sana kwa sababu tayari tushafungua na maombi. Kwa hivyo basi tutaweza kuingia kwa somo yetu moja kwa moja, na tutaanza na kitabu cha Waefeso 2 mstari wake ni wa 20. Kuna maneno ambayo Mwenyezi Mungu anasema kwenye Biblia. Kitabu ni cha Waefeso 2:20, nasema umejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo yeye mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Tunaambiwa sisi wa Kristo ya kwamba tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, Yesu akiwa ndio jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo jambo lolote ambalo tunataka tulijue, kwa sababu mambo ambayo tunapitia leo hii si mambo mageni. Ni mambo ambayo imekuweko tokea zamani, manabii wetu na mitume waliweza kupitia, na tunaona wengi wao waliweza kushinda, lakini sasa swali, walishindaje wao? Kwa hivyo Mungu ametupatia njia kwamba tujifundishe kwa mitume na tujifundishe kwa manabii, kwa sababu wao Mungu aliweza kuongoza katika njia hiyo. Tukijifundisha kwa wao, pia na sisi pia tutashinda jambo hili. Na tutaanza na kitabu cha manabii. Tutaanza na manabii wetu wa kale. Walifunja haja madhabahu ama walishinda haja madhabahu ya kifamilia au madhabahu waliopokea kwa baba zao. Tutaanza na kitabu cha Waamuzi. Kitabu ni cha Waamuzi 6 mstari wake ni wa 25. Hiyo ndio tutaanza nayo, kitabu cha Waamuzi 6 mstari wake ni wa 25. Kuna nabii mmoja alikuwa anaitwa Nabii Gideoni. Nabii Gideoni alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, na Mungu aliweza kumpatia njia ya kuweza kuvunja madhabahu, kwa sababu ilifika mahali wana wa Israeli wakaanza kuabudu miungu zingine. Wakaanza kuabudu miungu ya kibahali. Wakaleta ibada ambayo si ibada ya kweli katika nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo ilikuwa ni nyumba ya Israeli. Walipokuwa wameleta hizo ibada machafuko ama zile ibada ambayo Mungu hakuwa anataka, wakawa mpata na shida nyingi sana,
kwa sababu walikosa mpaka amani, wengi wao wakafa, wengi wao Mungu akakataa kuwasikiliza, wengi wao hata walipokuwa wanaomba Mungu hakuwa anawasikiliza, wakapatwa na shida, wengi wao wakapigwa na magonjwa. Lakini tunaambiwa kwamba Mungu akampatia Gideoni utaratibu ya kuweza kutoka kwenye shida hizo, na baada ya kuweza kupewa utaratibu hiyo, tunaona wana wa Israeli waliweza kutoka, kwa sababu wana wa Israeli wa mbeleni walipoanza kuabudu miungu, wale watoto ambao walianza kuwazaa pia nao walikuja wakafuata ile tabia ya miungu ya Kibaali. Watoto wakaanza kurithi ile utaratibu wa baba zao, lakini Mungu akawapatia mwelekeo. Tutasoma kitabu cha Waamuzi 6 mstari wake wa 25. Usikilize mwelekeo ambao Mwenyezi Mungu anawaambia. Anasema, ikawa usiku huo, sasa huyu ni Gideoni, Mungu anamwambia, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaangusha madhabahu ya Bahali aliyo nayo baba yako, ukaitie Ashera ile iliyo karibu nayo. Tunaambia hapa ya kwamba Mungu anamwambia Gideoni kuna madhabahu ambayo ni madhabahu ya Bahali, na wana wa Israeli walikuwa waanza kutumikia. Wana wa Israeli walipoanza kutumikia ile miungu ya Bahali ikawashika karibu taifa nzima, na walipokuwa wanatumikia zile miungu ya Bahali, tunaambia pia watoto wale ambao waliwazaa baada ya wana wa Israeli, watoto wao nao wakakuja wakatumikia zile miungu za baba zao, ambayo ilikuwa ni miungu ya kigeni, ni miungu ya Bahali. Sasa Mungu anamwambia Gideoni, tengeneza ng'ombe wa miaka 7, na ni ng'ombe akuwe ni ng'ombe wa pili. Alafu hiyo ng'ombe utahakikisha kwamba umefunja zile madhabahu za Bahali, maana ilikuwa inafunjwa in direct, zitafunjwa. Kisha utatengeneza madhabahu iliyo nzuri ya Bwana, na baada ya kutengeneza utaweka nini? Sadaka. Na ile sadaka ilikuwa lazima damu imwagike ndio ile madhabahu ya kigeni iweze kuondoka, maana pasipo damu ile madhabahu haikuweza kufunjika. Ndio utaratibu Mungu alikuwa ampatia. Tukisoma 26 inasema, ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa utaratibu zake, ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Tunaambia kwamba baada ya Gideoni kubomoa zile madhabahu za Bahali ambao wana wa Israeli walianza kutumikia kwa sababu walikuwa wamerithi kutoka baba zao, tunaambia kwamba sasa Mungu akamwambia Gideoni, na wewe utatengeneza madhabahu ambayo mimi nitakubali, Mwenyezi Mungu atakubali, na kisha madhabahu ukaiweke sadaka ile ng'ombe. Ilikuwa lazima mnyama ama damu imwagike ndio ile madhabahu ya kifamilia iweze katika, kwa sababu wana wa Israeli walianza kukopi baba zao. Na tunaona Gideoni akafanya hivyo. Baada ya Gideoni kufanya hivyo, akaweza kufunja ile madhabahu ya Kibali, damu ikamwagika, kwa sababu chenye Mungu alikuwa anataka sana ile damu imwagike ndio hiyo nguvu ya madhabahu iweze fanyaje, iweze kukatika. Pia tunaona pia Musa naye anapewa utaratibu hiyo, kitabu cha Kutoka 34 mstari wake wa 13. Tunaona Musa pia naye anapatiana utaratibu hiyo, anawaambia kwa sababu baada ya kutoka nje ya Misri walikuwa wameona vitu nyingi sana, lakini nchi ambayo walikuwa wanaenda kuna agizo Mungu alikuwa amwambia, kwa sababu walikuwa wanaabudu miungu pia katika hiyo nchi ambayo walikuwa wanaenda. Mungu anawaambia hivi, anawaambia kitabu cha Kutoka 34 mstari wake wa 13, bali utabomoa madhabahu zao na kufunja nguzo zao na kuyakatakata mashara yao, maana utamwabudu miungu mwingine, kwa kuwa Bwana Mungu jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ya watu, wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kutolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Tunaona hapa ya kwamba Mungu anapenda pia utaratibu. Baada ya Wanaisraeli kutoka nchi ya Misri, tunaona ya kwamba Mungu anawaambia nchi ambayo mtakayoingia msifanye agano na wale watu, kwa sababu agano lao ilikuwa agano mbaya na utaratibu wa ibada yao ilikuwa ni utaratibu mbaya. Sasa Mungu anamwambia mtakapofika utaibomoa zile madhabahu. Baada ya kubomoa utatoa sadaka. Utatoa sadaka kwa sababu madhabahu ambayo ilikuwa inajengwa na watu wa kigeni ambao si wacha Mungu, pia madhabahu yao ilikuwa inatolewa nini? Sadaka. Ilikuwa lazima sadaka. Na hiyo sadaka ilikuwa lazima damu imwagike. Ilikuwa lazima damu imwagike ndio hiyo madhabahu iweze kushindwa. Ilikuwa lazima damu imwagike. Kwa hivyo pia Mungu nakawa anapenda utaratibu huo mara kwa mara. Pia ukisoma kitabu cha Kutoka 12 mstari wake wa 2. Baada ya wana wa Israeli tu wakiwa katika safari, kitabu cha
Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati 12 mstari wake ni wa kwanza. Kuna maneno ambayo Biblia inasema hivi. Wacha tufike pale. 12 mstari wake ni wa kwanza mpaka 3. Inasema hivi. Inasema, hizi ndizo amri na hukumu mtakazo zitunga mkaifanye kati ya nchi aliyokupa Bwana Mungu wako baba zako uimiliki siku zote mtakazo ziishi juu ya nchi. Vifunje kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakayo miliki juu ya mlima mrefu juu ya mlima mrefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Naye sifunjeni madhabahu zao, sibomoeni nguzo zao na mashara yao, ukaiteketeze kwa moto, na sanamu za kuchonga ya miungu yao ziteketezeni kwa jina lao. Zikateni kwa jina lao, lifutilieni mbali na mahali hapo. Hapo tunaona ya kwamba pia Mungu anawaambia, anawasidi kuagiza baada ya kutoka katika nchi ya Misri. Anawaambia sasa mtakapofika kule, lazima ile madhabahu zao, zile madhabahu zao ambao walikuwa nazo, lazima muibomoe, muiondoe ili isije kuadhiri baadaye. Na tunaona ya kwamba baada ya wana wa Israeli kuondoa, ukiteremka chini na andiko ile tunawaambia kwamba wakaanza kutoa dhabihu juu ya, baada ya kuondoa zile madhabahu, wakajenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu, wakatoa dhabihu, kwa sababu ile madhabahu ambao walikuwa nazo wale hadui ama wale wa gigeni, ile madhabahu walikuwa nazo walikuwa natoa pia nao dhabihu. Kwa hivyo ilikuwa lazima dhabihu ifanyaje na itolewe. Sasa Mungu alikuwa amwambia lazima mtatoa nini? Mwana-kondoo ama ng'ombe ndume kwa ajili ya kufunja zile madhabahu ambayo ilikuwa imeweza kutengenezwa. Ilikuwa lazima itolewe mwana-kondoo ama ng'ombe. Ukisoma mstari wake 12 mstari wake ni wa 6 inasema, peleka kwa sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na sadaka zenu na sadaka ya kuinuliwa na mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi ya ng'ombe na ya kondoo. Tunaona ya kwamba baada Mungu kuambia agizo hilo, baada ya kujenga madhabahu iliyo nzuri, baada ya kuondoa ile madhabahu mbaya, Mungu sasa anamwambia huko mtapeleka sadaka zenu, zile sadaka za ng'ombe, sadaka za hiari, sadaka za kondoo, kwa sababu ndio utaratibu ambao Mungu alikuwa ameweza kuwapatia. Na wale waziri walipofanya hivyo, tunaona kwamba kwa muda ambao walifanya na wakati amri hizo, Mungu aliweza kuwashindania na Mungu akaweza kuwasimamisha. Kwa hivyo wakao na utaratibu huo, kwa sababu ilikuwa lazima damu imwagike. Maana pasipo damu ile laana ya kwao ingeweza kutoka. Ilikuwa lazima damu iweze kumwagika, na ilikuwa inatumiwa damu ya mbuzi, damu ya kondoo au damu ya ng'ombe. Ilikuwa lazima damu imwagike ndio ile laana iweze kukatika. Kwa sababu na kuna vitu mingi ambavyo tutaweza kuja kuzungumzia baadaye, na hata kama ikipatikana mtu amefanya dhambi, pia kulikuwa na utaratibu hiyo. Na kama mtu amepatikana amezini, kama mtu amepatikana amefanya mambo maovu, ilikuwa Mungu alikuwa ameweka utaratibu, ilikuwa lazima damu imwagike ndio mtu huyo akombolewe kutoka katika ile laana ambaye alikuwa nayo. Sasa tunaambiwa hivi na kitabu cha Waibrania 9:22, maana pasipo damu haingekufanyika jambo lolote. Ilikuwa lazima damu iweze kumwagika, na pasipo damu hakuna dhabihu yoyote ambayo ingeweza kutolewa na iweze kuwa ya ushindi. Waibrania 9 mstari wake ni wa 22 inasema hivi, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, pasipo kumwa kwa damu hakuna ondoleo. Kwa hivyo ondoleo lolote, aidha ni ondoleo la dhambi, ondoleo la laana, ondoleo la ukoo, damu ya ukoo, jambo lolote ilikuwa lazima damu iweze kumwagika. Ilikuwa lazima damu iweze kumwagika. Kwa hivyo utaratibu huo wana wa Israeli wakawa wanafanya. Lakini Mungu akawa akiwa mbinguni, akasema ya kwamba, akaona ya kwamba ile damu ya mbuzi na zile damu za kondoo ambazo wana wa Israeli walikuwa wamepewa manabii wetu, walikuwa wamepewa utaratibu huo, zile damu hazikuwa zinaondoa kabisa, kwa sababu unapata tena baadaye walikuwa narudia ile dhambi inawakula. Unapata walikuwa nafanya mara kwa mara wanamwaka ile damu, ilikuwa na lazima wachinje mara kwa mara, lakini Mungu akakuja akasema sasa ile damu na ile kondoo haikuweza kabisa kuiondoa. Sasa Mungu akatafuta njia nyingine kwenye Agano Jipya ya kuweza kufunja madhabahu, ya kuweza kuondoa ile madhabahu ya ukoo,
laana zile za ukoo. Mungu akatafuta njia ambayo ilikuwa ni njia ya pekee na njia rahisi sana. Tunaambia kwamba hivi kitabu cha Ibrania 10 mstari wake ni wa 8. Nasema hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nayo. Sasa tunaambia pia kwamba ilifika mahali sasa Mungu akasema hizo sadaka, maana ilikuwa ni kifuli tu ya kuondoa laana, sadaka za dhambi, sadaka za shida ambazo wana wa Israeli walikuwa wanapitia. Mungu sasa anakuja anawaambia hiyo dhabihu Mungu hakutaka. Naona hakuzitaka. Anasema, anaendelea na kusema zilitolewa kama ilivyoagizwa, kama ilivyoamuru Torati. Mstari wa 9 anasema, ndipo aliposema, tazama nimekuja kuifanya mapenzi yako, ondoleo la kwanza ili kusudi alisimamisha la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Tunaona ya kwamba katika agano ile la kale ilikuwa lazima damu imwagike ili mtu aweze kuondolewa kwenye laana ama kwenye dhambi. Lakini sasa leo hii Mungu anakuja anasema kwenye Ibrania 10 kwa Ibrania 10 mstari wake ni wa 9, mstari wake ni wa 8 mpaka 10. Anasema zile dhabihu ambazo zilikuwa inatolewa mara kwa mara kwa ajili ya laana ama kufunja laana, Mungu tena hazitaki. Mungu tena hazitaki kwa sababu anasema hivi, bali halikuja mwingine ambaye alichukua nafasi hiyo, ya nafasi ya kondoo, nafasi ya zile ng'ombe, nafasi za zile mafahari zenye zilikuwa zinatolewa. Kuna Yesu akaja akachukua ile nafasi. Sasa leo hii hatuwezi kutoa dhabihu kwa ajili ya kufunja laana ya ukoo, kwa ajili ya kufunja damu ya ukoo. Hatuna dhabihu yoyote ya kuweza kuondoa, bali tuna dhabihu ambayo ni mwili wa Yesu Kristo. Mstari wake ni wa 10 wa Ibrania 10:10 nasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Kwa hivyo ile utakaso, kuondoa ile damu ya ukoo ndio upate utakaso, au dhambi ndio upate utakaso uweze kuwa safi kutokana na ile damu ya ukoo. Sasa tunaambia kwamba tumewekewa mwili wa Kristo ambaye alitoa mara moja tu. Kwa hivyo sisi hatuwezi toa pesa ama hatuwezi toa ng'ombe leo hii ama hatuwezi toa dhabihu yoyote leo hii kwa ajili ya kutoka kwenye laana ya ukoo au kwa ajili ya kutoka kwenye dhambi, isipokuwa kwa damu ya Yesu ambaye alitoa mwili wake mara moja tu. Yesu akatutolea, yeye akafanyika ile sadaka, akafanyika ile dhabihu. Ndio ukisoma kitabu cha Ibrania 12, kwa Ibrania 12 mstari wake ni wa Ibrania 12 kwa Ibrania 11:12. Wacha tufike pale usikie vile Biblia inasema ya kwamba inasema ya kwamba ile damu Yesu hakutaka tena. Waibrania 9:12 inasema hivi. Waibrania 9 mstari wake ni wa 12 inasema, wacha tuanzie 11. Inasema, lakini Kristo akisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakaye kuwepo kwa hema ile iliyo kubwa kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafali na majifu na ndama na ng'ombe ilivyonyunyuziwa kwenye uchafu ya utakaso hata usafisha mwili, basi si zaidi damu yake Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na maua, iwasafishe dhamira zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hapa tunaona ya kwamba katika agano la kale watu walikuwa wanatoa dhabihu kwa ajili ya laana. Watu walikuwa wanatoa sacrifice kufunja madhabahu ya ukoo. Tunaona katika agano la kale walikuwa wanatoa ng'ombe, walikuwa wanatoa mbuzi, walikuwa wanatoa kondoo. Lakini katika agano jipya
Yesu anakuja anachukua nafasi hiyo. Yesu anafanyika ile kondoo. Ndio kusoma Yohana 1:29 nasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu akabeba sehemu zote, akabeba sehemu ya laana. Yesu ametusafisha kutoka kwenye laana za baba zetu. Yesu anatusafisha kutoka kwenye laana za dhambi. Yesu anatusafisha kutoka kwenye laana za umaskini, kwa sababu anayeondoa shida hiyo yote ni Yesu. Katika Agano la Kale ilikuwa ni damu. Ilikuwa ni damu ya mbuzi, ilikuwa ni damu ya kondoo. Lakini katika Agano Jipya ni damu ya Yesu tu peke yake. Kwa hivyo leo hii hatuwezi kutoa dhabihu ya pesa au dhabihu ya mali kwa sababu ya sisi kukombolewa kutoka katika laana ya ukoo. Kama unaendelea kutoa dhabihu ya laana ya dhambi kwa sababu ya kutoka kwenye laana ya ukoo, bado hiyo laana itakufuata tu. Bado tu itakufuata, kwa sababu wana wa Israeli walipotoa pesa zao ili laana zao siondolewe, bado ile laana iliwafuata tu mara kwa mara, kwa sababu pesa na mali haikuweza kuondoa kutoka katika mila na desturi za baba zao, bado zilikuwa naandama. Tusome andiko la mwisho, kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wake ni wa 18. Kuna maneno ambayo pia Petro nabii wa Mungu anasema hivi, 1:18. Petro wa kwanza anasema hivi, nanyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Hapa tunaona Petro pia anasema ya kwamba sisi sasa tufahamu, kwa sababu kuna watu ambao hawana ufahamu huo. Kuna watu ambao wamedanganywa makanisani. Kuna watu ambao wameondolewa kwenye njia za Mungu, hawana ufahamu kabisa. Wanaambiwa ili ufunje madhabahu za ukoo ama ili utoke kwenye damu ya ukoo, lazima ulete pesa, lazima ulete ng'ombe, wengine wanaleta mpaka mali zao, wengine wanauza mpaka mashamba zao ili kwa ajili ya kufunja tile madhabahu ya ukoo. Lakini Yesu anatuambia mfahamu ya kwamba mlikombolewa, kwamba tumekombolewa si kwa vitu inayoharibika, fedha, dhahabu au ili tuweze kutoka katika mwenendo tuliopokea kwa baba zetu. Anasema mstari wake ni wa 19, bali kwa damu ya dhamana kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na ua, yani Kristo. Ya kwamba kumbe sisi leo hii tumekombolewa na damu ya Kristo kutoka katika ile mwenendo tuliopokea kwa baba zetu. Kuna tabia tuliorithi kutoka kwa baba zetu kabla hatujamwamini Kristo. Kuna tabia tuliorithi kutoka kwenye mababa zetu, tabia za usharati, tabia za uongo, tabia za uchawi, tuliorithi kutoka kwa baba zetu. Lakini unapomkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako, na kukiri hii si ile kukiri ya kujifanya kwamba umemwamini kabisa kumfuata Kristo, Kristo anakata kile kitofu na kiondoa. Yeye anakufanya sasa wewe ukuwa kiumbe kipya. Ndio kusoma kitabu cha Wakorindo, tukienda kumalizia Wakorindo 7, anasema umefanyika kiumbe kipya. Sasa anakukomboa kutoka katika ile damaduni zote ambazo ulikuwa umeweza kuipokea, ambao ulikuwa umeweza kuiridi, ambao ulikuwa umepokea kutoka kwa baba zako, ulikuwa umepokea kutoka kwa nyanya yako. Labda kwenyu kwa baba zako, babu zako ama kwa nyanya zako hawakuwa wanakaa katika ndoa, lakini sasa ukimwamini Kristo, Kristo akae ndani mwako, ile damu ya kwenyu haiwezi kukufuata tena, kwa sababu mwenye yako ndani mwako ni mkuu sana kuliko ile damu ya ukoo. Yesu anasema hivi kitabu cha Wakorindo wa 2:5-17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kumbe sasa tunaambia kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo na Kristo akiweza kuwa ndani mwako, sasa wewe umefanyika kiumbe kipya. Yale mambo ya kale, kama ni dhambi ulikuwa umezoea kuifanya, kama ni usharati ya damu ya kwenyu, kama ni mambo ya uchawi ya kwenyu, Yesu anaiondoa. Ndio unaona katika kitabu cha, ukisoma kitabu cha Mathayo, kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna nabii yote mwenye au mtume yote mwenye alifunja madhabahu. Hakuna kwenye Agano Jipya, hakuna hata mmoja. Hata mmoja. Lakini injili ilikuwa inahubiriwa, muamini ni Yesu, msamehewe dhambi zenu. Tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu unakuja. Watu waishi katika maisha ya haki na utakatifu. Kwa sababu mtu mwenye anaishi katika maisha ya haki na utakatifu, mtu huo Yesu amemuondolea ile laana ya kwao. Lakini mtu mwenye anaishi kwenye maisha ya dhambi, huyo mtu bado shida sitaweza kumfuata. Kama ni mambo ya kwao ya usharati, itaweza kumuandama tu kwa sababu hajamruhusu Yesu akae ndani mwake. Kwa hivyo watu wengi ambao wanadanganywa na wachungaji ya kwamba watoa pesa ili kufunja madhabahu ya kwao, ni kitu cha uongo kabisa, si kweli. Kwa hivyo Yesu yeye ukimwamini na akae ndani mwako,
wewe unafanyika kiumbe kipya. Yale ya zamani ambao ulipokea kwa baba zako, yale ya zamani ambao uliridi kutoka kwa baba zako, Yesu anaiondoa, anakufanya kiumbe kipya. Hatuna pesa leo hii ya kutoa kwa ajili ya kufunja madhabahu ya kwetu. Leo hii hatuna pesa, hatuna mifugo ya kutoa kwa sababu ya kufunja laana za kwetu. Hatuna kitu kama hiyo. Lakini tunaye Yesu Kristo mwenye anaweza mwenye ako na uwezo wa kuondoa dhamaduni na laana tuliyopokea kutoka kwa baba zetu. Kwa hivyo ndugu yangu mpenzi, kwa sababu hii ni awamu ya kwanza, na kukaribisha pia katika awamu ya pili. Usikose, kesho tutakuwa ndani ya muendelezo katika awamu ya pili, tuweze kufunua zaidi, tuone jinsi Yesu anaweza kutuondoa kwenye laana na kwenye madhabahu za familia zetu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, kwa sababu tutakwamia hapo katika awamu hii ya kwanza. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wacha tuweze kuomba alafu tuweze kumalizia jambo hilo. Wacha tuombe. Amini tu popote penye upo ya kwamba kama kuna changamoto yote ambayo unaipitia, kuna Mungu mbinguni ambaye yeye anaweza kuondoa changamoto hiyo, na tunaona ya kwamba Mungu amependa njia nzuri, anaondoa kupitia mwanao Yesu Kristo. Kwa hivyo tutaweza kuomba na Mungu wa mbinguni atafanya maajabu. Yale ndoto mbaya ambayo unaota, yale shida ambayo unaipitia, Yesu yuko tayari kuweza kuiondoa. Wacha tuweze kuomba, kwa sababu yeye ni mkuu kuliko zile pesa ambazo tunatoa leo makanisani kwa ajili ya kufunja madhabahu. Yeye ni mkuu, damu yake ni ya dhamana sana kuliko zile pesa ambazo tunatoa leo ili kufunja laana zetu. Damu yake ni ya dhamana kuliko hizo vitu zote. Petro anasema ya kwamba 1:18 tufahamu ya kwamba tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo kama pesa, kama dhahabu, kama mali, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo wacha tuweze kuomba na Mungu wa mbinguni ataweza kutubariki na atakufungua kutoka katika minyororo hiyo ambayo huenda inakufunga. Wacha tuweze kuomba. Baba wetu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa sababu ya kutupa njia ya pekee ya kuweza kujifundisha kutoka katika laana na damu ya ukoo. Tumeona katika manabii uliweza kuwafundisha kuweza kutoa dhabihu za ng'ombe, kutoa dhabihu za kondoo ili kutoka katika laana hiyo, lakini dhabihu za kondoo na ng'ombe haikuweza kuondoa laana hizo. Ukatupa njia nzuri ya pekee ya kuweza kuondoa laana hizo za kwetu. Ukatupa mwanao Yesu Kristo, akatoa mwili wake kwa ajili yetu. Damu yake ikamwagika pale msalabani kwa ajili ya kutuondolea dhambi zote na kwa ajili ya kuondoa laana na damu ya ukoo ya kifamilia zetu tuliyopokea isiyokuwa njema. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni, endelea kuwa pamoja nasi. Wale wote ambao wanapitia shida na changamoto ya kimaisha, Baba wa mbinguni uweze kuwafungulia njia. Bariki kazi ya mikono yao, bariki ndoa zao, wenye wana amani katika ndoa zao uweze kuwapa amani. Fungua milango zao na njia zao, amani yako na ulinzi wako iweze kuwa juu yao, na nikupitia kwa jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom. Tukutane siku ya kesho.